Ruto oye! UDA oye! Asla oye! Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya. Anshikwa. Ama aje mwenyewe? Anshikwa. Mheshimiwa Aisha Joho, karibu. Haya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri katika nyumba ya Mungu, viongozi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo? Mimi nahenzani kinena muvumikize kamjambo. Mwazima. Haya, mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza nataka nishukuru Mheshimiwa Hatibu Mwashetani kwa kuliwaza swala hili ambalo umewaleta watumishi wa Mungu kwa niaba ya kanisa pamoja, ili Mheshimiwa Naibu wa Rais akaweze kutenda jambo. Na ninaamini ikisha hii itakuwa misikiti nao yafuata. Haya. Nataka niseme hivi, watu wa Lunga Lunga. Mumeambiwa kwamba kule Msambweni kulikuwa na kazi mwezi uliopita. Lakini nataka niseme wale watenda kazi ndio sisi. Bado tupo na tunaomba Mungu atupe uhai pamoja na nyinyi tukaweze kuyatenda makubwa 2022. Na makubwa yenyewe yatakuwa ni kumsaidia William Ruto awe rais katika nchi yetu ya Kenya. Ndojo sojo. Nataka niseme hivi wapwani, ya kwamba sisi tushang'oa nanga, na hii safari si ya mchezo. Sisi wapwani wenzetu kama washamua ni William Ruto, sina huna tarizani. Kwanza kuna mwingine alume osiri mazangizo chumba kimwenga, manambozo mwenga tumakikengba. Wewe nitakuendozi akifika Ukambani Kalonzo, akienda kule Musalia, akienda pande hii Gideon Moi. Yani waume wazima wamesokotwa wote wamewekwa mahali pamoja, wangoja mume mwenzao waseme kitu. Nataka niwaambie mwanamume ni kujituma, na Ruto anajituma. Mwanamume asiyejituma ana jina lake sisi wanawake na wapwani humpa. Sitalisema leo manake nzito. Tunaelewana? Kwa hivyo tutataka mtu anayejituma. Hii taifa hili la Kenya hatuwezi kumwachia mtu tu hivi rojorojo. Tutataka mtu ambaye anajituma, na rais wetu anayekuja watano anajituma, William Ruto. Mheshimiwa Naibu wa Rais, na nyinyi wa pwani, nataka niwaambie, hawa mnaowaona hawa, ati juzi walikuwa sijui kwa mikutano, yule anasema anataka urais na chama cha ODM, yule wa kule Kilifi naye anasema anataka urais, anaunda chama. Nataka niwaambie hawa wa pwani si wajinga. Kama mumeishiwa, tafuteni mabuyu mukune. Tunaijua hii nchi inaelekea wapi na rais anayekuja ni nani. Hamutatutatiza Kingi na Joho. Kama nyinyi wenyewe hamwezi kuzungumza kwa sauti moja, sisi mwatuambia tufanye nini? Wanaishiwa hawajaishiwa? Ile sindano tulowadunga kule Msambweni na wanatapa paka leo hawana mashiko. Na tunawaambia, na bado niliwaambia mimi siku ile kule Msambweni, yule wa Kilifi hawashi wala hazimi, haongezi wala hapunguzi. Saizi ati wako bizi hapa kutuweka sisi bizi, wanajifanya kuna kitu wanapika, kama ile staili ya mama ambaye mtoto wake alikuwa analia njaa, akamuonesha kwamba kuna kitu anamtayarishia, akapika mawe ile mtoto alale. Ndio staili ya Joho na Amason Kingi. Lakini nataka niwaambie, sisi tumeshaerevuka, tumeshajua mtu anayeweza kutembea na sisi na akatuokoa kama wapwani si mwingine ni William Ruto. Joho unasema unataka urais,
Kwanza si uwe mwanamume kamili wa kutosha peke yako. Useme kwanza wewe umetoka kwenye mwapako wa Raila, ndio sasa umesimama kama mwanamume. Umeganga mari ndio tuambie maneno ya urais. Wewe mwenyewe uko chini ya makwapa, wewe wasema unataka urais. Baba akisema right nitakwenda right. Baba akisema no nitakwenda hivi. Kisha wasema unataka urais wewe. Inawezekana hiyo? Wapwani watuchezea ama hatuchezei? Huyo hapo Kilifi ndio usiulize naye. Kwa hivyo wale watani vile walivyo wale kimewanasa kidude. Sisi tufuateni moja la William Ruto. Mheshimiwa, tunakwambia hatuhitaji conference, hatuhitaji seminar. Sisi tushatoka na wewe, laini unaoshika tuko hapo, yani twaitwa hatushuki. Tuelewana? Twaenda na Ruto ama hatuendi na Ruto? Bwana, hii pwani wasifikiri wao ndio lazima waseme. Tutaikanyaga. Wacha ye kila siku come here, come here, William Ruto, come see us. What we are made of. Uliumba na nini wewe? Tutaikanyaga hii coast. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa watu ni wetu hao. Wanataka nambari ya ndio jabu sojo. Si aduruma ano. Ni muduruma ye. Kwa pwede yako na kokani ya Giriama ni Mugiriama yuya. Ni Mujaluo, ni Mukamba. Vikara. Funaelewana? Sasa sisi tumeshikana. Na hii ambao tumeshikana sisi hatuwaogopi, tunawaheshimu. Lakini tutawaambia maadamu mshakula miaka 9 na hamuna la kutuambia, tafuteni, shikeni virago pole pole kwa kipole, muondoke, mtuachie hii kosi. Tuitengeneze tukiwa na William Samoei Ruto. Na mangi lakini nitayasema huko Kilifi kesho. Hii nakwambia ilikuwa ni advertise tu. Haya, huyo ni mama. Sasa namuita Mheshimiwa Mushira. Karibu Mheshimiwa. Michael. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Katibu, Naibu wa Rais, waheshimiwa wenzangu na watu wa Lunga Lunga, hamjambo? Hamjambo. Asante. Kwa majina naitwa Michael Mushira, media mbunge wa Orojororok kule Nyandarua County, Mount Kenya Region. Na kwanza nataka nipongeze mheshimiwa wa hii area kwa ile kazi mzuri nimeona amefanya. Nimeona zile project naibu wa rais amezidua. Nataka nimpongeze. Amefanya hajafanya? Ameweza hajaweza? Asante. Ya pili, najua mheshimiwa katibu Mwashetani ni rafiki yangu, na mara mingi tukikutana pale bunge huwa ananitishatisha vile watu wa Lunga Lunga wako Hasra Nation zaidi ya kule kwetu. Kwa hivyo siku ya leo mimi nilikuwa nakuja tu kudhibitisha kama mko Hasra Nation ama anajisemesha. Mko Hasra Nation ama anajisemesha? Mko Hasra Nation? Hebu nionyesha kama tuko Hasra Nation. Asante sana. Sisi kwetu kule Mlima Kenya tumeamua liwe liwalo, kushoto kulia, wanaume kwa wamama, watoto kwa wazee, hatubaduki kwa Hasra Nation. Kwa hivyo sisi tuko pamoja, kwa sababu sisi tunajua Hasra Nation ni kuuda makazi, ni kufanya mama boga akuwe mtu mkubwa afanye kazi. Na tumesema kuendelea mbele safari hii, siasa ya kukambila lazima tumalize. Kwa sababu nyinyi watu wa Lunga Lunga niwaulize, bei ya unga ikienda juu inajua ukabila? Mafuta ikiongezeka inajua ukabila? Si tunaumia sisi wote. Kwa hivyo tuache maneno ya ukabila, tuude serikali ya Hasra Nation yenye itaangalia uchumi wa wapi? Wa chini. Si namna hiyo? Hasra oye! Hasra oye! Asante sana. Haya, tunarudi kwa Mheshimiwa Robi wa kutoka kule Kuria kule katikati huko.
Asante sana Mheshimiwa Mwashetani, naibu rais na viongozi wote na watu wa Lunga Lunga. Hamjambo? Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa hewa mpate salamu kutoka kule Kuria. Asanteni sana. Mimi naitwa Mathias Robi, mjumbe wa Kuria West kule Migori County. Na mimi nataka kuambia watu wa Coast huku wote wa Pwani kwamba sisi tumeshaamua. Munaona nchi vile sasa hivi imeregea. Na imeregea kwa sababu mkora ameingilia serikali ya kitaifa. Ama nyinyi huku maisha munaona iko sawa? Munaona maisha iko sawa? Si Kenya imeumba yumba? Kenya imeyumba kwa sababu mtu wa kitendawili ameingilia serikali. Na ameweka wakora wengi katika serikali wanapora pesa tu ya kitaifa. Na sisi tumeona wakati wa corona vile walikuwa wanatuambia tunyamaze, hao wanatuibia nchi hii ya Kenya. Na mimi kutoka kule Kuria, Migori, si mnafahamu Migori? Kama watu wa Migori kule wameamua ni William Samoei Ruto, je, nyinyi wa Pwani mnasemaje? Mimi nataka kuambia taifa la Kenya kwamba hii ndoa ya muganga na serikali ya Jubilee tayari imevunjika. Hii ndoa tayari imefanya nini? Na vile imevunjika, tumeona sasa wameanza kusambaratika. Umeona Kalonzo anatembea huku anatafuta ati rais amuendorse. Unaona Mudavadi anatembea huku akiombaomba rais amuendorse. Sisi tumemkubali naibu rais kwa sababu tunaona vile anazunguka nchi ya Kenya akisaidia wananchi. Mahasala ni sisi hao, sio? Na anaye mjali Mungu au anaye mjali binadamu, huyo ndiye anaweza inua taifa letu la Kenya. Kwa hivyo wangapi wanasema tunaungana Kenya yote tumsupport naibu rais ambaye tunajua ni mchapakazi, ndiye aingie 2022 aokoe hii nchi ya Kenya. Tunajua wakati tumeanza 2013 akiwa na Uhuru Kenyatta, kazi ilikuwa inaenda vizuri Kenya. 2017 wakati wameanza vizuri, mwaka wa kwanza serikali ilikuwa inaenda vizuri. Lakini baada huyu mtu mwingine ameingia, tukaona ameleta sasa vita ambayo haisaidii Mkenya. Kwanza yeye mwenyewe ni mchoyo. Asanteni sana, mbarikiwe. Haya, naenda kule pande ya Kisii, Mheshimiwa Kemose wa West Mogerango. Asante sana rafiki yangu Mheshimiwa Mwashetani, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, na wananchi ambao mmefika hapa. Amchambo wananchi. Mimi kwa majina naitwa Vincent Kemosi, ni mbunge wa eneo la West Mogerango. Lakini kwa miaka mingi sana mimi nimekaa upande wa Kwale. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kuweza kufika upande huu ili kuweza kusindua miradi ya maendeleo. Na mimi vile vile namshukuru Mheshimiwa Hatibu Mwashetani kwa sababu amefanya kazi mzuri eneo hili la Lunga Lunga, na hata tukiwa bunge mimi nataka kuwathibitishia kwa huyu mheshimiwa ile maslahi yako nayo kila wakati ni maslahi ya Lunga Lunga. Na mimi nataka kuomba watu wa Lunga Lunga, kwa sababu yeye ako na fikra kubwa huko mbele, wale watu ambao wataweza kumsaidia ili aweze kufikisha hizo ndoto ni nyinyi watu wa Lunga Lunga kwanza. Kwa hivyo tumuombee sote. Tatu, Mheshimiwa naibu wa rais, asante, umekuwa ukitembea upande huu wa Lunga Lunga. Nakumbuka miaka 2-3 tulikuwa na wewe kule Fanga ukisundua miradi ya maendeleo. Na sisi tunakuombea Mungu akusaidie uendelee kusindua hiyo maendeleo. Na mimi nataka kukuomba naibu wa rais, usitishwe. Yeyote asikutishe. Hii maendeleo unasindua wewe huko kwa serikali. Hata ukiwa mahali kama hapa, ukiwa juu ya gari,
ukiwa popote huko, endelea kusindua miradi ya maendeleo na hao wananchi ndio wataweka max. Kule Kisii watu wetu, mimi nataka kuambia sisi tumeamua. Tukienda mbele, ikifika mwaka uchao August, rais ambaye atachukua ushukani ni William Samoei Ruto. Kwale mumekubali? Mumekubali? Kwa hivyo sisi tutashikana na wewe, kwa sababu wewe umeonyesha nia ya kuzingatia na kushughulikia wale watu ambao upato wao ni chini sana. Wengine nimeona chuzi naibu wa rais, wewe ukisema tubadilishe mjadala, isiwe kila wakati tunaongea masirai ya mapwenyenye, kila wakati tusiwe tunaongea kuwawanya fiti. Wewe umetuambia na tumebadilisha mjadala, tukasema wakati huu ni kuongea kuhusu masirai ya mama mboga, kuongea masirai ya vijana wa bodaboda, tuongee kuhusu wazee wa mkokoteni, tuongee kuhusu mama wa saloon, tuongee kuhusu vijana ambao wanafanya kazi ya makanga, na mbona wanasikia vibaya ukisema hivyo. Kwa hivyo sisi naibu wa rais tunakuombea Mungu akusaidie, na mimi nauliza watu niwaambie, Kenya mzima imeamua ikifika 2022 ni William Samoei Ruto, na nyinyi upande huu msiachwe nyuma. La mwisho, kuna siasa, ufumi na mambo yasio ukweli ambao yanaendelea kuenezwa Kenya hii. Kuna watu ambao wameanza kusema kuwa hii hustle movement ni fuguvugu. Kweli ni fuguvugu? Na mimi nataka kuambia hii hustle movement ni movement ambao inatetea masirai ya wanyonge katika jamii. Kwa hivyo yule ambaye nimeona mheshimiwa mwingine ambaye ni chairman wa ile National Security Committee kule bunge akisema yeyote atareta amendment kule bunge ambao inasema tupitishe sheria, yule ambaye atasema mbaya ama ataweza kutamka hustler movement ikue ni kinyume ya sheria. Mimi nataka kumwambia kwa haraka sana, arete hiyo marekebisho bungeni, tuiangushe asubuhi sana, ndio aipika aende nyumbani. Asante sana watu wa Kwale, na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Kimose. Basi tunaenda hapo Taita Taveta kwa mama wa county, Mama Haika. Mheshimiwa, karibu sana. Naibu wa rais, viongozi wenzangu, kanisa na mahasla wote walioko hapa, hai tena, muko poa? Basi na mimi niko na furaha sana kufika hapa siku ya leo nikitembea na naibu wa rais kwa mwaliko wa rafiki yetu ambaye ni mjumbe mwenzangu Bwana Mwashetani, na ni mjumbe mchapakazi, na ninafurahia kwa sababu tumekuja hapa kwa ajili ya kazi na tumeona zile kazi anazifanya hapa, na tunasema kazi ni kazi, si ndio hivyo? Ikiwa ni ya mama mboga si ni kazi? Ikiwa na bodaboda si ni kazi? Ikiwa ni hata wewe kama ni wa saloon si ni kazi? Hata ya mkahawa ni kazi, si ndio hivyo? Na tunafurahi kwa sababu naibu wa rais ametambua hiyo na anaendelea kutembea akiboresha kazi tofauti. Juzi tulisikia kwamba jina imetokea inaitwa Tangatanga, si ndio hivyo? Na juzi ingine tena tukasikia takataka, si ndio hivyo? Ama mkusikia hiyo mahasla? Tunataka kusema hivi ya kwamba huku pwani huwa tunasema hivi, aliyekupatia wewe kiti ndio aliyempatia mwingine nini? Kumbi, si ndio hivyo? Tunamwambia naibu wa rais asiogope, aendelee kusupport mahasla kila sehemu wanapoenda, kwa sababu Mungu huyu anaona vile anafanya. Ya pili nataka kusema namna hii. Hii mambo ya BBI, mimi ni mwakilishi wa kina mama na lazima niongelee hili swala
kwa sababu mimi kama mwakilishi wa kina mama nilichaguliwa na ile kiti ya women rep ambayo kwa BBI ina break ile bridge yangu mimi nilikuja nayo katika uongozi, kwa sababu bridge yangu ilikuwa ni kiti ya women rep. Mimi nataka kusema namna hii BBI number 1 wananchi hawajaisoma. Number 2, tunashangaa sana ya kwamba 2 million zinaenda kwa kila MCA ili waweze kupitisha hii BBI katika county assemblies. Mimi najiuliza tu, kama hii BBI ni kitu mzuri, kwa nini wahongwe ili waweze kuipitisha kwa county assemblies? Na swali lingine mimi nataka kuuliza, hizi pesa hata mwananchi hapa chini atapewa ili aweze kupitisha? Nilisikia ikiitwa nyoka, na mimi nasema hivi, hii nyoka ikitoka pangoni ikifika kwenu mtaifanya nini? Mtaifanya nini hii nyoka? Tunaua hii nyoka ili kina mama waendelee kupata nafasi zao kule bungeni, na tu avoid kuwa na bunge ya watu 660 huko mbele. Mungu awabariki. Haya, sasa tumuita mheshimiwa kutoka kule kwa wale, Mheshimiwa Jicho Pevu. Haya, salamu alaikum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Mimi sina mengi ya kusema. Kwanza kabisa nashukuru na kumpongeza ndugu yangu Khatibu Mwashetani kwa maendeleo anayofanya. Kuna wakati mmoja nilikuwa na naibu wa rais sehemu za Kitale. Nikawaambia wana Kitale ya kwamba Waswahili wanasema tembea na muuza marashi ili ufanye nini? Unukie marashi. Lakini hawakunielewa vizuri. Yaani nilisema kwa ufupi, tembea na mtu anayechapa kazi ili muendelee kuchapa kazi. Nitarudi kwa siasa kidogo tu. Mimi nikiangalia hivi nasikia watu wanasema sisi tunajaribu kuleta class war, yaani matajiri na maskini. Nataka ifahamike wazi hivi, sisi hatuna nia hiyo. Hiyo nia nyinyi ndio mnaileta. Sisi tunajua ya kwamba vita vilivyo ni vita kati ya watu wangapi? Maskini milioni 46 na majambazi 10 ambao wameiteka nyara taifa hili. Kwa hivyo wewe kama sio jambazi, nyamaza. Kama wewe ni jambazi, sema class war. Tutakuja papo hapo, tutabanana papo hapo, utaregeshea Wakenya kilicho chao. Kwa hivyo hii mambo ya kutishwa, tutawashika, itabidi muanze kujenga prison, jela. Maana maskini ni milioni 46, mtushike sote, mujitawale wenyewe watu 10. Hatuwezi kila siku tunaimbishwa taarabu kuanzia asubuhi mpaka jioni na jamii na watu tu 3 ama 4 wanaotaka eti ni kupokezana. Leo ni mtoto wa huyu, kesho ni mtoto wa huyu. Inaregea tena nyuma hivyo hivyo. Kwani sisi tumezaa mapaka? Mimi nauliza, sisi tumezaa paka? Pia sisi safari hii, na hawa wabunge wote wanaosimama hapa ni vijana. Msije mkatuona hivi hivi webamba lakini chuma ya reli baba. Tuko pamoja? Ya pili ni masuala ya BBI. Nilisema hapo awali, tangu na hapo awali, ya kwamba BBI ni muungano haramu. Ni muungano ya kutengeneza nafasi za watu 10. Sio nafasi zetu sisi. Leo MCA wanapewa shilingi milioni 2 kinyume na katiba ya hii nchi ili wapasishe katika kaunti 24 ndio BBI iweze kufaulu. MCA yoyote, leo natangaza, MCA yoyote atakayepitisha kwa sababu ya ubinafsi na utumbo wake, 2022 msimnyoe na wembe, mumnyoe na chupa. Tuko pamoja? Muwanyoe na nini? Tena bila maji, ili tusikie mayoe mahali tutakuwa. Pili, kwa sababu MCA wanapewa milioni 200, wapitishe milioni 2, samahani,
wapitishe BBI. Mimi pia naomba nyinyi wananchi, ikiletwa kwenyu na nyinyi muitishe milioni 4 kila mmoja. Si ndio? MCA kule 2, nyinyi mkule milioni ngapi? Mtu mmoja, lakini kila mtu milioni 4. Tujipange, kama ni kuhongana na nyinyi pia muhongwe. Kwa sababu kizuri cha jiuza, kibaya chafanya nini? Ya mwisho kabisa ni kwa hawa ndugu zetu viongozi wenzangu wanaozunguka taifa, wakifika mahali wakipewa kipaza sauti, heshimu rais. Asubuhi, heshimu rais. Saa 7, heshimu rais. Jioni, heshimu rais. Usiku, heshimu rais. Wakilala, heshimu rais. Wanaume kama mabinti. Wewe badali useme heshimu wananchi wa Kenya, wape maji, wape barabara, wape stima, wape kazi, miundo misingi, na zaidi ya hiyo heshima. Kila siku ukiamka heshimu rais. Rais alichaguliwa na hao waheshimiwa wamekaa hapa. Tupatie mada itakaoleta usawa kwa kila mtu. Sio mada ya kila siku heshimu rais. Rais ndio anafaa aheshimu wakazi na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, kuhakikisha ya kwamba huyu anakaa kwa amani, huyu ako na kazi, huyu afanya hivi, usalama wa taifa, na sisi wote tukae kama mama moja. Mambo ya kila siku heshimu, tumechoka kuheshimu. Tunataka sasa wananchi waheshimiwe. Na ndio maana Hustlers Movement imeanza. Hustlers Movement imefanya nini? Sasa wanaingia baridi. Matajiri maskini, hapana. Hii ni safari ya Wakenya milioni 46 na wezi 10 wabakaji wa demokrasia, wauaji waliomaliza taifa hii. Chao kimotoni. 2022 tutapanda nao na tutashuka nao. Tuko pamoja? Hebu nionyesheni mikono. Wangapi wa hustler hapa? Jamani, mnandanganya ama ni ukweli? Mnandanganya ama ni kweli? Ni wakulisha kiapo ile ya Msambweni? Mnataka kula kiapo? Haya, tuinue mkono wa kulia. Sema mimi Mkenya mzalendo, naapa ya kwamba mwaka wa 2022 tutahakikisha vuguvugu la Hustlers Nation itaungana na kukomboa nchi hii kutoka mikononi mwa wabakaji wa demokrasia, na tumpe William Ruto aendeshe taifa na Mohamed Ali waziri wa usalama wa ndani. Tuko pamoja? Jamani, simunipigie makofi bana. Asanteni. Basi asante sana waziri wa usalama wa ndani wa 2022. Mheshimiwa naibu wa rais. Haya tisimilani. Unavo ya madzo. Gomai na mvula ya Pevu atisimilani tona. Mheshimiwa naibu wa rais, kwanza kabisa natoa shukrani za dhati kwa niaba yangu mimi na kwa niaba ya watu wa Lunga Lunga na Kwale, kwa sababu uamuzi wa wewe kupata nafasi kufika hapa leo ulikuwa ni uamuzi wa haraka na alikuwa haiko katika program, lakini kwa sababu ya heshima na mapenzi yako yale ambao unao na wananchi wa Lunga Lunga na wa Kwale kwa jumla, umefika leo na sisi tunakushukuru sana. Mheshimiwa naibu rais, nakushukuru vile vile kwa sababu katika ile program leo ambayo umekuja kuifanya ni program 2. Moja, tunakushukuru umekuja kufungua majengo yetu ya CDF ambayo yalijengwa mwaka jana na pesa zile za mwaka jana mwaka huu. Fungua police station hii ambayo iko hapa nyuma. Nafikiri umeona police station ya awali iko vipi na hii ambayo tumejenga iko vipi. Nawashukuru wale kamati ya CDF ikiongozwa na chairman ambaye yuko hapa, pamoja na ile kamati simameni. Mheshimiwa naibu wa rais awaone, ajue ile kazi mnaochapa si mchezo.
Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, leo kutoka juzi tulikuwa na mapolisi hapa wakija wakiinspect hii mijengo. Lakini kwa bahati mbaya, sijui bahati nzuri, leo asubuhi, jana kulikuja signal kuwa wote wasije hapa. DCC, OCPD wasikanyage hapa kwa sababu Naibu wa Rais atakuja kukanyaga Mwangulu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa wananchi ni mahustlers. Hapa uliposimama ama hapo ulipokaa, hapo mbele tu kuna mifugo ama kuna sehemu ya kuuza mifugo Kenya nzima, ni sehemu kubwa sana. Wale mahustlers wote wale ambao wanafanya kazi pale, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wako hapa. Na hizi sura unazoziona hapa si sura kuwa zimekuja kwa sababu nyingine, lakini zimekuja kuonana na wewe, wasikize, wajijulie mheshimiwa hasla mwenzao ni mtu wa aina gani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mbali na wale wengine wote ambao ni wa usalama walipata signal jana, unajua mambo matatu ambayo mimi amenipendeza na wewe. Ndio maana mimi niko unyo na wewe. Kwa sababu moja, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe ni mtetezi wa nyonge. Umetupa hope sisi. Tuko na hope Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukifika 2022 ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, basi sisi ambao tumezaliwa bali na kuwa na mzee ama baba ni nani na nani, tutakuwa na hope ya kuwa urais kesho. Naibu wa Rais ya pili, wewe ni mtu ambaye unajituma Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hii Lunga Lunga umetembea kama ambaye unakwenda kwenye shamba lako. Kwa sababu tumechangia makanisa, tumechangia misikiti, tumechangia ile shule ya mpakani ambayo ulitupatia pesa, na tayari tumejenga madarasa, na tayari tulinunua shamba ile na ukatuambia tununue shamba tujenge shule ya sekondari. Tumenunua shamba na NGCDF. Tunakuomba upate siku tuwafanyie mchango, na sisi tutaweka madarasa zaidi ya 4 kuanzisha hiyo shule. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kama unakumbuka wakati ule tulipokuwa Kisii, mimi na wewe na Rais wa Jamhuri ya Kenya, tulipokuwa Kisii, nilikuomba barabara ya kwenda Vanga, barabara ya kwenda Shimoni, na ile ya kuingia katikati ya Majoreni utupatie, tutie lami. Mukaniekea, mukasema ifanyike, na nakushukuru kwa ile pressure ulimtia PS, ile barabara imekamilika. Ilikuwa kilomita 72. Mheshimiwa, ile barabara ni kilomita 56, zilibakia kilomita 15. Kilomita 15, wewe nilikuja ofisini ukanipangia pamoja na wale watu wa Kenha, wasimamizi wa Kenha. Tukaingia mkataba Kenha na Kera, kwa sababu hii barabara ni ya Kera na ile kazi ni hii barabara ni ya Kenha, lakini ile kazi ni ya Kera. Wakaingia mkataba ili tutoe kilomita kutoka pale Kibaoni mpaka hapa Mwangulu tutie lami. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kama unakumbuka, milioni 800 zilitumika, zile ambazo zilikuwa zimewekwa kwa Kenya Loma, barabara kupitia Kenya Loma kuja Kiranze kutokezea na hapa katikati ya Mwena na Malindi. Ile barabara pesa zililiwa, sio zililiwa, zilitumiwa kwa kazi nyingine. Alafu tukaja mkazungumza na ministry, tukapatiwa ile pesa. Barabara sasa hivi inatiwa lami ya kutoka pale mpaka kutoka katikati hapa inatiwa lami. Mheshimiwa, hayo ni marembo. Ndani ya Kwale hakuna constituency ambayo iko na barabara za lami zaidi ya Lunga Lunga. Mheshimiwa, barabara imefikia hapa Mwangulu, imebakia kilomita 30 kama na 2 hivi ikamilike, tushikanishe na ile ya kutoka Kinango, pitie Ndavaya tushikanishe Kinango iende paka Mariakani, na ile ambayo inakwenda paka Kwale tayari imepatiwa tenda, inatiwa lami. Sisi hii barabara tuliandika petition kwako, na mimi niko na imani Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii barabara itakamilika ili usafiri wa kutoka Nairobi usipitie Mombasa, uje directly na hapa uingie ndani ya Lunga Lunga. Kama wanaenda Tanzania, iwe ni kazi ya rais. Mheshimiwa, ni mingi nitazungumza, lakini moja ambalo nataka nikueleze ni wakati Mheshimiwa tulipokuja kufanya campaign 2017 mwisho, mkutano wa mwisho ndani ya Lunga Lunga tuliufanya Shimoni.
tukawaambia wananchi kuwa tutajenga Shimoni Port. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, baada ya hapo 2017 ilipoingia 2018 muliweka pesa bilioni 2 iliwekwa ile Shimoni Port ianze. Lakini Naibu wa Rais, baada ya handshake yule ndovu alipoingia ndani ya nyumba, pesa zilitolewa mheshimiwa hapa zikakwenda kukamilisha mjengo ulioko Kisumu Port ambao ni ya Kisumu. Mheshimiwa Naibu Rais, lao hii port yetu ingekuwa imejengwa by sahihi, tungekuwa kiuchumi sisi tuko mbali. Kwa sababu hawa watoto, kama umemsikia kijana ambaye anaitwa Pinda, amekukumbusha kuhusu jambo lile ambalo lilitokea siku zile tukampa ahadi, alikuwa andikwe KPA. Lakini mpaka leo ile hope wakati ule tukimpatia Mheshimiwa Naibu Rais, mipango yetu ilikuwa imekamilika kuwa ikianza Shimoni Port vijana waingie kazini. Na tukasema 70% watakaoandikwa pale watatoka hii sehemu ya Kwale. Lakini hayo ni mambo ambayo hayajafanyika. Lakini mimi imani yangu ni kuwa Mheshimiwa Naibu Rais 2022 hii imefika. Na hawa ni mahustlers. Hawa ni wananchi ambao wanataka maisha yao ya kutoka chini ya pande juu. Zamani ilikuwa maisha yatoke juu ya pande chini. Lakini kwa usimamizi wako bora unahakikisha maisha ya chini ya pande juu. Tunakuomba 2022 Mheshimiwa Naibu Rais, ukiapishwa, jambo la kwanza tuanze poti yetu ya Shimoni. Jambo la tatu Mheshimiwa Rais ambalo nimekupendelea wewe, ni kuwa wewe hujangoja endorsement ya mtu yoyote. Dunia hii mpaka ujitume, hakuna endorsement sijui natoka mimi aingie nani. Jitume, mwananchi akuone, akuchague. Leo hapa Mheshimiwa Naibu Rais, leo hapa kulikuwa na maneno hapa. Naibu Gavana amekuja leo asubuhi mwenyewe hapa, akaa anaambia wananchi wasije kwenye mkutano mbali na mimi, lakini heshima Naibu Rais sio mimi. Lakini mimi nasema hivi, mimi pia singoje endorsement kama wewe, nitabanana naye hapo 2022. Sijui kama tuko pamoja. Mkutano umejaa ukujaa, mkutano umefana ukufana. Mheshimiwa Naibu Rais, kama vile viongozi walivyosema, kuna vijana hapa Mwangulu wanataka tuje tuwafanyie mchango. Mimi naomba ukija hapa hawa vijana wa bodaboda, tafadhali, kwa sababu kama ile ya Kinango tuliwapatia ahadi, na mimi niko na imani kesho tunakwenda kukamilisha hiyo ahadi. Wewe ni mtu wa kutenda. Hapa nyuma ukisoma ni kazi. Kweli si kweli? Sisi tunakwenda na wheelbarrow, kazi ni kazi. Uwape ahadi, uambie ni lini tutakuja kuwapangia, tuwachangie, kwa sababu umekanyaga kwenye uga wao. Mheshimiwa Naibu Rais, tulikuwa na mashehe pia. Leo tutachangia mapasta, lakini katika program yetu tulikuwa tumewapangia pia mashehe. Hata pale nilipokushtua kanambia, si tungewapangia leo. Lakini ilikuwa tujapanga na mashehe kuja kufika. Lakini naomba ukisimama hapa kwa heshima yako na taadhima, tafadhali Mheshimiwa Naibu Rais, tupe siku ile ambayo utakuja tuchangaje hizi events zote ndio tukamilishe, kwa sababu hawa watu wanaona ile kazi unafanya. Asante Mheshimiwa Naibu Rais. Kabla sijamaliza, kuna viongozi ambao pia wamefika hapa, kuna maaspirants kibao ambao wao ni wa UDA na vile vile wako Hustlers Nation. Wale maaspirants ambao wako hapa, kuna wale wa Lunga Lunga ambao tuko na mmoja ambaye ni Mheshimiwa Mrabu Chaka. Mrabu Chaka, simama kidogo Mheshimiwa kuone. Tuko na vile vile ambaye anataka kiti cha Lunga Lunga Power, Mheshimiwa Ali Nguvu, pia tuko naye vile vile. Tuko na Mheshimiwa Women Rep ambaye anataka kile mama cha ule mama maneno mingi. Yule mama maneno mingi, huyo anaitwa Zainab, lakini anaitwa Zainab Chitangi. Tuko na mheshimiwa mmoja kutoka huko Garissa, sijui ni wapi huko, pia naye tuko naye. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na viongozi wale local, wale ma MCA pia nao wamefika hapa. Tuko pande hii, tuko na Vincent Chala. Tuko na mwingine yuko wapi? Tuko na mheshimiwa naye vile vile huyu bwa mdogo hapa. Tuko na mheshimiwa huyu wa kutoka Mombasa. Hayo machache, hebu tupigeni, tumuonesheni Hustler Nation mkono wa nguvu. Karibu Mheshimiwa Naibu Rais, karibu sana. Haya. Mheshimiwa. Haya. Sawa, asante sana.
Asanteni sana. Tuketi chini wale wako na viti. Asante sana. Thank you. Thank you. Mheshimiwa Mwashetani, mbunge wa sehemu hii ya Lunga Lunga, waheshimiwa wale wote, mwenyekiti wetu wa CDF, wananchi watukufu, watu wa Mwangulu na Mwereni, hamjambo. Asalamu alaikum. Silimilani, Njisimila, Malamadzo, Mvula ya Pevu, Mloganji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu, ametupatia nafasi. Tumefika hapa Mwangulu, tumefika hapa Lunga Lunga. Asante sana Mheshimiwa Mwashetani. Kweli najua mmetungojea kiasi. Hii safari ya kufika hapa ni safari ya ghafla, lakini hata na hivyo nimefurahi sana ya kwamba nimefika hapa, na mimi nataka niwaambie na wapenda sana. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kutupatia nafasi ya uongozi. Tulikuja hapa Kwale na Mheshimiwa Rais, tukakuja hapa Lunga Lunga, tukaomba kura zenu, tukaomba baraka yenu. Asanteni sana kwa ile kura mlitupatia na nafasi mmetupatia ili tuongoze na tuendeshe serikali ya Kenya. Mimi nimefika hapa kwa sababu ya shughuli pia ya maendeleo ya sehemu hii. Hapa tumefungua jengo la rasmi la chief wenu wa sehemu hii, na pia tumefungua jengo hapa ambalo litatumika na wale wanaosimamia masuala ya amani na usalama katika sehemu hii. Haya ofisi mbili itasaidia wananchi wa hapa, hasa katika mambo yanayohusu serikali. Ni mahali pazuri ya interface ama mahali pa kukutana na officers wetu wa serikali ya kitaifa na county na wananchi wa sehemu hii. Mimi nataka nimwambie mjumbe wenu pamoja na kamati ya CDF pongezi kwa kuweka pesa katika kwa kujenga ofisi hiyo ya chief na ofisi hii ya askari wetu. Jambo la pili, mimi nataka niseme pongezi kwenu kama watu wa hapa Kwale. Nilimekuja hapa Kwale mara nyingi. Tulikuja na Mheshimiwa Rais tukaanzisha barabara ya kutoka Kinango mpaka Samburu. Hiyo barabara tumejenga, tumekamilisha. Nilirudi hapa nikaanzisha barabara ya kutoka Milalani, Mivumoni, Kilulu. Hiyo barabara pia imekamilika. Nilikuja hapa pia tukaanzisha barabara ya kutoka Lunga Lunga, Vanga, Jego kwenda Majoreni na kutoka Kanana mpaka Shimoni. Hiyo barabara vile mbunge wenu wamesema imekamilika. Leo napenda kusema ya kwamba mjumbe wenu wametufuata ofisini. Sasa tumeweka tena pesa barabara hii ya kutoka Kibaoni mpaka hapa Mwangulu. Barabara hiyo tutajenga na tutaweka lami. Vile tumeweka pesa kwa barabara ya Kenya Loma kwenda Kiranze mpaka hapa Mwena. Hiyo barabara vile contractor yuko tayari na tutajenga, tutaweka lami. Vile tumetangaza barabara ya kutoka Kinango kwenda Kwale. Hiyo barabara vile tutawajengea na tutaweka lami. Kwa sababu tunataka wakati hatua ya kwenda mbele Kenya inapopigwa, watu wa hapa Lunga Lunga na watu wa Kwale wasibaki nyuma. Tuko na miradi mingine nyingi.
Tuko na miradi ya maji, tuko na mradi wa Nyalani, tuko na mradi wa Mkanda ambayo imekamilika, tuko na mradi sasa mkubwa wa kule Mwache ambayo itaongeza mambo ya pesa ya sehemu hii, na tuko na project kubwa ambayo imechelewa kidogo ya Mzima tu, kwa sababu sehemu hii yenu sehemu kubwa ni kame. Tunajua maji ni ya muhimu, na ndio sababu hiyo tunashirikiana na county government yenu pamoja na officers wetu wa Coast Water na national government kuhakikisha kwamba miradi ya maji katika sehemu hii tunayashughulikia. Tutazidi na kushirikiana na wabunge wenu, tutazidi kushirikiana na county government tuhakikisha kwamba mahitaji yenu ya maendeleo inashughulikiwa na serikali ya Kenya, serikali ya kitaifa na serikali ya county. Mimi nataka niseme ya kwamba nimefurahi vile vile kufika katika sehemu hii. Niwaambie ya kwamba wakati mambo ya Kenya inapangwa, huyu mjumbe wenu hatupatii nafasi, na yeye pia hatuna amani mpaka mambo ya Lunga Lunga iwekwe ndani. Na mimi nataka niseme mmechagua mtu ambaye ni mtetezi na mtu ambaye anajua sababu gani amechaguliwa kutetea haki na kushughulikia mambo ya mahitaji ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuwa hapa juzi kufungua Technical Training College ya Lunga Lunga. Mimi nataka niwaulize wazazi wa sehemu hii, munisikize vizuri. College tumefungua hapa, tumejenga college hiyo, tumeweka vifaa, tumeajiri walimu na tumetoa pesa kiasi ya basari. Mimi nataka niwaulize nyinyi wazazi, kila mwanafunzi ama mtoto ambaye amemaliza form 4 kama serikali ya Kenya, tunataka huyo mtoto aweze kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia, kila mwanafunzi, na tumetoa pesa ya basari. Na waulizeni, kwa sababu hapa mbele mahali tunaenda itatubidi tuhakikishe ya kwamba tunatengeneza sera ambayo itatoa nafasi za kazi kwa vijana wetu, na hatutaki vijana wa hapa Lunga Lunga wabaki nyuma eti kwa sababu hawana taaluma, eti kwa sababu hawana ujuzi, eti kwa sababu hajaenda college. Hiyo college tumewajengea na ni yenu na ni kwa manufaa ya watoto wa Lunga Lunga. Mimi nawauliza wazazi wote, chukueni nafasi hiyo, watoto waende katika hiyo college wasome. Wazazi mnanielewa? Mnanielewa? Nimesema tumejenga college, tumeweka vifaa ambazo zinahitajika, tumeajiri walimu na tumetoa pesa ya basari. Watoto wenu wakikosa kwenda pale kupata ujuzi ya ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, makosa sasa itakuwa yenu, kwa sababu hiyo vifaa yote iko pale kwa manufaa yenu na kwa manufaa ya watoto wa hapa Lunga Lunga. Tunaelewana jameni? Tutashirikiana wazazi? Tutatembea pamoja safari hiyo? Mimi nataka niwaambie hivi, tunaenda mbele kama Wakenya, na mimi nataka msikue na wasiwasi yoyote. Tuliwaambia tutabadilisha mjadala Kenya hii, tutabadilisha mazungumzo Kenya hii. Mazungumzo na mjadala wa Kenya haitakuwa ya viongozi peke yao. Lazima mjadala ibadilike, tuongee pia mambo ya mwananchi mdogo mashinani. Na mimi nataka niwaambie, hatimaye mjadala Kenya imebadilika. Saa hizi Kenya mzima, viongozi wote Kenya mzima, mikutano yote Kenya mzima inazungumziwa hasla na wheelbarrow. Kumaanisha mjadala imeteremuka kutoka viongozi, imekuja kwa wananchi mahasla hawa. Mjadala imetoka kwenye vyeo, sasa iko kwa kazi ya mwananchi mdogo,
ya wheelbarrow na mkokoteni na mama mboga na yule mtu ambaye yako chini pale. Na hapo ndipo mahali tulisema tunataka hii mjadala ielekee. Ninyi mnanielewa watu wa Lunga Lunga? Hii tulisema mjadala itabadilika. And we are happy that the conversation has changed in Kenya. Today, every leader, every meeting is discussing about hustlers and their wheelbarrows and their mkokotenis and their bodabodas. And that is how we are going to change this nation. Nyinyi mnanielewa jameni? Na ndio mimi nataka niwaambie ya kwamba msijali na yale mambo mengi yanaendelea na fujo mingi na vitisho na mambo yale ambayo yanaendelea Kenya hii. Haya yote hayawezi kuzuia yale mambo wa Kenya wameamua. Tumeamua kama wa Kenya, wanatuambia ya kwamba eti tuongee nani wa kabila hii, nani wa kabila ile. Sisi tunawaambia hatuna haja na kabila ya mtu. Tuko na haja na ile msaada na biashara kila mtu atafanya Kenya, ndio Kenya ibadilike. Wanatuambia ya kwamba eti njia ya kubadilisha Kenya ni kusaidia kampuni chache kule juu ndio iajiri watu wengi. Tunawaambia hapana. Ni kusaidia mwananchi mdogo hapa chini, biashara ziwe nyingi hapa chini, ndio tukuze uchumi kutoka chini hapa, ndio Kenya hii itabadilika. Wanatuambia ya kwamba njia ya kubadilisha Kenya eti ni kubadilisha katiba, ipatikane vyeo na mamlaka na wabunge wengi. Tunawaambia hapana. Njia ya kubadilisha Kenya ni kupanua uchumi. Kila mama hapa na kila mzee ambaye yako na mtoto wake nyumbani, kama huyu Bakari ambaye nimeonyeshwa hapa, hawa watoto wetu wote wapate nafasi ya kazi, sio watu wachache wapate nafasi ya vyeo. Hiyo ndio Kenya tunasema itabadilika. Na mimi nataka niwahakikishie, liwe liwalo, mbele na nyuma, kulia na kushoto, hii Kenya itabadilika na mtu mdogo pale chini atapata haki yake, na Kenya hii itakuwa Kenya yetu sisi wote. Nyinyi mnanielewa watu wa Lunga Lunga? Na mimi nasema haya sio kwa mzaha. Mimi ni naibu wa rais wa Kenya. Mimi si wazimu. Mimi si mlevi. Mimi si mjinga. Najua ile mimi ninasema Kenya hii tutaibadilisha, na mtu mdogo hapa chini atakuwa na haki yake, na tutahakikisha ya kwamba uchumi ya Kenya inabadilika. Sio ile kutoka juu ikuje chini. Safari hii tutaanza hapa chini ili iende juu. Kwa sababu tukimalizana na mwananchi mdogo hapa mashinani, wale wenye juu huko wako na namna watajipanga. Sijui kama tunaelewana watu wa Lunga Lunga. Tuko pamoja? Ndio mnaona hasira ni nyingi Kenya. Mnaona kisirani ni nyingi Kenya. Kwa sababu watu hawataki ukweli usemwe kwamba shida ya Kenya ni mamilioni ya Wakenya ambao hawana kazi na hawana biashara. Na inawezekana hawa Wakenya mamilioni, karibu Wakenya milioni 16 hawana kazi, hawana ajira. Na ndio tunasema njia ya kubadilisha Kenya ni kuhakikisha hawa milioni 16 wanapata nafasi ya kufanya kazi na wanapata pesa ya kufanya biashara. Ndio mimi nasema hivi, vile tuko na pesa ya CDF ambayo imejenga ofisi hiyo ya chief, vile tuko na pesa ya CDF ambayo imejenga hii station ya polisi, kwa mapenzi ya Mungu inshallah 2022 vile tutaweka pesa ya CDF milioni 100 ya kujenga vifaa kama hizi, tutaweka pia milioni 100 kila mwaka tuwapatie wale wako chini, mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni, mfanyibiashara hapa chini, pesa ya kufanya biashara, ndio tukuze uchumi kutoka chini.
Nyinyi mnanielewa? Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, my friends. Hatuwezi kuendelea vile mambo yanaendelea. Wale watu ambao wako na shida, kwa sababu wengi wanasema Deputy President anaongea mambo ya mkokoteni, anaongea mambo ya wheelbarrow. Mimi nawauliza, serikali ya Kenya kupitia kwa kazi mtaani, kupitia kwa kazi kwa vijana, wanachukua mtu ambaye ametoa chuo kikuu, wanampatia panga na slasher wakate nyasi, kwa sababu hiyo ndio kazi iko. Tukimpatia mama hapa mkokoteni afanye biashara, tukimpatia mama hapa akituuliza tumpatie wheelbarrow aweke mboga yake ndio aweze kuuza, kuna makosa? Kuna makosa? Mimi nataka niwaambie wenzetu, tafadhali tulizeni boli, wacha mambo na mambo bado. Sawa sawa? Hii maneno ya wheelbarrow sio vile mnafikiria. It is a very serious and complex economic program. It is not what you think. Mimi nawauliza watu wa Lunga Lunga, kama alama ya chama ni wheelbarrow, na ile alama ya chama ingine ni mwavuli, na ile alama ya chama ingine ni chungwa, na ile alama ya chama ingine ni kuku, tofauti ya hizi alama ni kitu gani? Mbona watu wanasumbuka na wheelbarrow? Mbona wasiulize hii kuku ni ya nini? Mbona wasiulize hii chungwa ni ya faida gani? Mbona wasiulize hii mwavuli itakuliwa na nini? Sijui kama tunaelewana, marafiki zangu. So watu wawache upuzi na ujinga. Tuongee mambo ambayo itabadilisha Kenya yetu. Tuwache kudunisha mambo ambayo yasivyo. Na mimi nataka niwaambie, wale wote wako na matatizo na mambo ya mahasla ni watu ambao wakoloni, watu ambao wanataka Wakenya wenzao wawe watumwa miaka yote. Ndio hawataki tuseme vile mwananchi mdogo atafaidika, vile atasaidika na serikali, vile biashara yake itasaidika, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele kwa pamoja. Wanataka mwananchi mdogo akae pale pale, serikali iwe ni ya wachache, na hiyo tumesema hata wafanye nini, hata wanipinge kiasi gani, mimi siwezi kurudi nyuma. Mimi siwezi, mpaka Kenya hii iwe ni Kenya ya usawa. Watu wa Lunga Lunga tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nilisikia ule jamaa wa kitendawili juzi anasema ati yeye hajakuja Jubilee, yeye si Jubilee, yeye hajafanya chochote Jubilee. Mimi nataka nimwambie my friend, tafuta watu wa kudanganya. Kuja kwako kwa Jubilee ndio imevunja chama ya Jubilee, mpaka leo Jubilee imesambaratika. Wewe umekuja ukafurusha watu wote ambao walikuwa wa Jubilee. Leo bunge, kamati zote imeingizwa watu wa ODM. Chairman wa finance ni mtu wa ODM, chairman wa education ni mtu ya ODM. Sasa unatuambia amuko serikali kwa njia gani? Hizo makamati mko ndani, mnafanya kitu gani? Wanatuambia ya kwamba eti hawajasambaratisha sera ya Jubilee. Sera ya Jubilee ilikuwa Big Four. Leo Big Four imewekwa nyuma, ile iko mbele ni BBI. BBI haikukuwa kwa manifesto ya Jubilee. Sijui kama tunaelewana. Na hiyo ndio tofauti mkubwa ulioko kati yetu na wale wengine. Na tunasema tunawaheshimu wale wako na maoni tofauti na sisi. Ni sawa, kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia. Wao wanasema wanaamini kwa vyeo, sisi tunasema tunaamini kwa kazi kwa vijana ya kila boma. Wao wanaamini kwa ile inaitwa trickle down economics, sisi tunaamini kwa bottom up economics, mahali inaanza na mwananchi pale chini.
Wao wanaamini ya kwamba viongozi waongezewe nafasi na wapatiwe nafasi nyingi, wabunge wengi. Sisi tunaamini ya kwamba ili Kenya ibadilike, watoto ambao wako kwa manyumba zetu hapa Mwangulu na Kenya mzima wapate nafasi kwanza ya kufanya kazi kabla hatujawatafutia viongozi vyeo. Ninyi mnanielewa, watu wa Mwangulu? Tuko pamoja? Tuko pamoja, sio? Ndio mimi nataka niwaambie, safari hii tunatembea hii safari pamoja, na ninataka wale ambao wako na maoni tofauti na sisi watuheshimu, sisi tutawaheshimu. Hakuna haja ya kuingiza vita, hakuna haja ya kuingiza matusi, hakuna haja ya kuingiza kiburi. Wewe sema yako, wananchi hawa wako na akili, watatambua ni nani anasema kweli, ni nani tapeli. Ni kweli ama si kweli, watu wa Mwangulu? Si mko na akili ya kuamua? Mnaweza kujiamulia, sio? Na ndio mimi nimewauliza, hata kwa mambo haya mengine yote tulete kwa wananchi, tuwaeleza wananchi katiba inataka kubadilishwa mahali gani, kwa sababu gani, kwa manufaa ya nani, ndio wananchi waweze kuamua. Sitaki kusema kuzidi hapo kwa sababu ya muda, lakini nawahakikishia mambo mawili. Tuko na maombi ambayo imeongwa na mheshimiwa wenu ya kwamba tuje hapa tufanye harambee ya kina mama na vijana. Mimi namwambia bwana Mwashetani, tayari nitakutuma na 1500 ukuje ufanye hiyo harambee mwezi wa 4, na ukijipanga vizuri nitaongeza hiyo pesa ijae vile inataka kujazwa. So nyinyi kama vijana na kina mama hapa mwanze kujipanga. Tuko pamoja? Jambo la pili, kuna kijana hapa ametoa shairi, anasema kuna ahadi tulimpatia ya mahali fulani. Mimi nataka nimwambie huyo Bakari, mambo yako sasa nitaweka jikoni, ndani ya wiki 2 mambo yako itakuwa imekamilika. So huyu Bakari mimi nahama na yeye. Sawa sawa? Lakini ya muhimu zaidi, na nataka munisikize kwa makini, mjue ya kwamba tukienda mbele lazima tutafute namna na mbinu tuko nayo ya kuzalisha uchumi kutoka mashinani. Sio ya kwamba lazima tukue na kampuni 2, 3, 4, Safaricom, sijui Kenya Breweries ambayo itaajiri watu. Tunataka hata mama mboga hapa biashara yake inawiri, atalipa ushuru, ataajiri watu, Kenya itaenda mbele. And we need to grow more enterprises at the bottom. And that is the Kenya that we're going to have. Asanteni sana, tumekubaliana watu wa Mwangulu. Tutatembea pamoja. Hebu nione wale watu wanasema wa wheelbarrow, dunia hii, dunia hii, dunia hii, dunia hii. Bas,